Wewe kweli hakuna kama wewe, hakuna kama wewe, hakuna kama wewe, hakuna kama wewe, hakuna mwingine kama wewe, hakuna kama wewe. Wewe ni Mungu mkuu, waweza yote, hakuna Mungu kama wewe. Baba, wewe ni Mungu mkuu, waweza yote, hakuna akulatimizwe. Baba wetu wa mbinguni, mapenzi yako yatimizwe. Baba wetu wa mbinguni, mapenzi yako yatimizwe. Baba wetu wa mbinguni, mapenzi yako yatimizwe. Tunaimba tukiabudu, mapenzi yako yatimizwe. Baba wetu wa mbinguni, mapenzi yako yatimizwe. Tunaimba tukiabudu, mapenzi yako yatimizwe. Baba wetu wa mbinguni, mapenzi yako yatimizwe. Tunaimba tukiabudu, mapenzi yako yatimizwe. Baba wetu wa mbinguni, mapenzi yako yatimizwe. Leo mapenzi yako yatimizwe. Baba wetu wa mbinguni, mapenzi yako yatimizwe. Tunaimba tukiabudu, mapenzi yako yatimizwe. Baba wetu wa mbinguni, mapenzi yako yatimizwe. Baba wetu wa mbinguni, mapenzi yako yatimizwe. Baba wetu wa mbinguni, mapenzi yako yatimizwe. Nastahili Baba wetu, mapenzi yako yatimizwe. Baba wetu wa mbinguni, mapenzi yako yatimizwe. Baba, tunakushukuru asubuhi ya leo. We lift up your name. We worship you because you are worthy. Yes, Lord. We are before your presence at this time to worship you and to receive from you what you have prepared for us at this day. Yes, Father. We thank you, Lord, and we honor you because you are all why we live. Yes, Father. We lift up your name, you are worthy. We have come to worship you and to declare your goodness, to declare your victory of our lives in Jesus' name. Yes, Father. We thank you, Father. We honor you, King. We pray that as we begin our program this day, we are praying that God, many who would be listening to this program, you will meet their needs and you will bless them in your own special way. We thank you and we worship you, Lord. In Jesus' name we pray and believe. Amen. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. It's another blessed morning. Ni asubuhi ya baraka. And the Lord has given us another opportunity to be in his presence. Mungu ametutunukia fursa kuwa uweponi mwake. I want to welcome you, those who are here. Nataka kumkaribisha yeyote aliye hapa. And I want to welcome you who are at home. Nataka kukaribisha yule ambaye uko nyumbani. And many others who are in various parts of this country. Na wale wengine wako katika vitongoji wa nchi hii. Those who are in other places, corners of this world. Na wale wako katika sehemu mbalimbali za dunia hii. You are most welcome to this short moment. Mmekaribishwa kwa muda mchache. We are going to share the word of God. Tunaenda kushiriki neno la Mungu. You are listening us from
Nyamataro Pentecostal Church, unatusikiza kutoka kanisa la Nyamataro la Kipentekote, located at Kisii Kisumu Road. limejengwa katika barabara inayotoka Kisii And we are kuelekea going to be Kisumu. blessed together. Na tunaenda kubarikiwa pamoja. The minister before you is Pastor Julius Ochenko, Mnenaji mbele yenu ni Reverend Julius Ochenko. going to share the word of God this morning. Naenda kushiriki nanyi neno la Mungu. And without wasting much time, I want to ask you to turn to the book of Luke chapter 4. Bila kupoteza wakati mwingi na kusihi ukafungue Biblia yako kitabu cha Luka sura ya 4. We are going to read from verse 1 to verse 13. Tunaenda kusoma kutoka mstari wa kwanza hadi mstari wa 13. And because of time, Na kwa sababu ya muda I want to ask Pastor nataka Timothy to read ni for us. mchungaji Timothy akaweze kutusomea. I hope all of us are there. Na tumai ya kwamba wote tuko mahala pale. St. Luke chapter 4, Luka mtakatifu sura ya 4. verse 1 to verse 13. Mstari ni wa kwanza hadi mstari wa 13. Amen. Biblia inasema hivi kwa Kiswahili. Na Yesu hali amejaa Roho Mtakatifu, alirudi kutoka Yordani, akaongozwa na Roho muda wa siku 40 nyikani, akijaribiwa na Ibilisi. Na siku hizo alikuwa hali kitu, hata zilipotimia aliona njaa. Ibilisi akamwambia, ukiwa ndiwe mwana wa Mungu, liambie jiwe hili liwe mkate. Yesu akamjibu, imeandikwa ya kwamba mtu hataishi kwa mkate tu. Akampandisha juu, akamwonyesha miliki zote za ulimwengu kwa dakika moja. Ibilisi akamwambia, nitakupa wewe enzi hii yote na fahari yake, kwa kuwa imo mikononi mwangu, nami humpa yeyote kama nipendavyo. Basi wewe ukisujudu mbele yangu, yote yatakuwa yako. Yesu akajibu akamwambia, imeandikwa, usimsujudie Bwana Mungu wako, umwabudu yeye peke yake. Akamwongoza mpaka Yerusalemu, akamweka juu ya kinara cha hekalu, akamwambia, ukiwa ndiwe mwana wa Mungu, jitupe chini, kwa maana imeandikwa, atakuagizia malaika zake wakulinde, na haya kwamba mikononi mwao watakuchukua, usije ukajikua mguu wako katika jiwe. Mstari wa 12. Yesu akajibu akamwambia, imenenwa, usimjaribu Bwana Mungu wako. Basi alipomaliza kila jaribu, Ibilisi akamwacha, akaenda zake kwa muda, kuanza kwa huduma ya Galilaya. Let's pray. Wacha tukaombe. Father, in the name of Jesus, Baba, katika jina la Yesu Kristo, this is your very word hili ni neno lako halisi, that is sharper than any two-edged sword. na ukali kuliko upanga wa kunolewa kuwili. It is powerful and living. Ni la nguvu na linaishi. I pray that as we listen to it, O Lord, Ninaomba tunapoenda kulisikiliza Bwana, as we receive it with thanksgiving, Lord, tunapolipokea kwa shukrani, it is going to sharpen our spiritual understanding. inaenda kunoa makali yetu ya It is kiroho, going to create new life inaenda in kujenga many maisha mapya who kwa are going wingi, to listen to this word. kwa wote wanaoenda kusikiza neno hili. We thank you, Father, and we bless you. Tunakushukuru na tunakubariki In Jesus' name, kwa jina la Yesu, amen. amen. The few verses we have read, Mistari michache ambayo tumesoma it is talking of the temptations of Jesus. inazungumzia jaribio la Yesu Kristo. But I'm going to share on the topic, it is written.
Ninaenda kushiriki katika mada imeandikwa. It is written. Imeandikwa. Now the Bible is telling us Biblia sasa inatuambia that after Jesus being baptized in River Jordan, baada ya Yesu kupatizwa katika mto wa Yordani, he was full of the Holy Spirit. alikuwa amejazwa na Roho Mtakatifu. During the time of baptism, Katika wakati wa upatizo, the Holy Spirit landed on him in form of a dove. Roho wa Mungu alimshukia kwa mfano wa njiwa. So he was overflowing with the Holy Spirit. Yeye alikuwa na utele wa Roho Mtakatifu. Then he underwent temptations for 40 days. Yeye akaenda jaribio kwa siku 40. After staying for 40 days without eating any food. Baada ya kukaa siku 40 bila ya kukula chakula chochote. The Bible says after eating nothing, Biblia inasema badala ya kukula kitu, after eating nothing yeye kutokula kitu chochote for 40 days, kwa siku 40, fasting, yeye alikuwa ana fast. then the devil came. Tena ibilisi akaja. He brought exam. Jesus underwent a test or an exam for 40 days. Yesu alikuwa amepitia jaribio siku 40 ama mtihani wa siku 40. In the Bible, 40 days has a meaning. Katika Biblia siku 40 sina maana. It is God's probation period. Ni wakati wa Mungu. Probation, a time for testing and proving your potential, your ability. Ni wakati Mungu anapeana jaribio ili kujaribu kiwango cha uwezo wako. When a new employee has been hired, wakati mwajiriwa ameajiriwa, a new employee mwajiriwa mpya has been hired or employed, wakati ameazimwa ameajiriwa kazi, is given a period we call probation period. Yeye huwa chini ya ulinzi ama kuonwa kwa miezi 6. A probation period which can be 1 year or 6 months, as you have said. Inaweza kuwa kuchunguzwa kwa mwaka mmoja ama miezi 6. To be proven whether he has the skills required, whether he has the ability to perform the duty for which he or she has been hired. Akaonwe kwamba ako na uwezo wa kutekeleza jukumu lile ambalo amepewa. After that period, kwa wakati huo, if you prove that you are not able, or you fail to prove that you can deliver, then your services can be terminated. Kama unaweza kudhihirisha ama kuonyesha kama unaweza kufanya hiyo kazi ama kuonyesha ya kwamba hautaweza kufanya hiyo kazi, wewe hiyo kazi utaikosa. So as Jesus was preparing, vile Yesu yeye alikuwa anaandaa what God had sent him, lile ambalo Mungu alikuwa amemtumia. He had assigned him to come and redeem mankind. Yeye aliamua kukuja kumkomboa mwanadamu. Devil was also busy preparing a test that can make Jesus to fail. Na ibilisi alikuwa katika harakati ya kupanga jaribio ili mwana wa Mungu akaweze kukosa, so that he can continue tormenting mankind, ili aendelee kumsumbua mwanadamu, so that he can continue reigning over mankind, ili aendelee kumuongoza ama kumumiliki mwanadamu, kumtawala. I thank God that Jesus prepared so well. Na shukuru Mungu kwa sababu Yesu alijiandaa vizuri. For the 40 days without eating, kwa siku 40 bila kukula chakula chochote. You can imagine. Unaweza kuchenga taswira. Some people say maybe God suspended anger during that period. Mtu mwingine anaweza sema ya kwamba Mungu aliweza kuweka njaa mbali na yeye ama kutenga njaa.
that maybe Jesus never felt angry because God has the power to suspend anger. Kwa sababu Yesu hakuhisi njaa kwa sababu Mungu ako na uwezo wa kuitenga njaa kutoka kwake. It was not. Haikuwa hivyo. Jesus felt angry for those 40 days. Yesu alihisi njaa kwa siku hizo 40. Then the devil now comes to the first test. Na shetani akakuja kwa jaribio la kwanza. In verse 3. Mstari wa 3. Because he knew indeed this man is angry and the best thing he needs now is food. Kwa sababu alijua kwamba mtu huyu yu njaa na chenye anahitaji ni chakula. In verse 3 says he comes first test. Biblia inasema mstari wa 3 alikuja na jaribio la kwanza. If you are the son of God, ukiwa ndiwe mwana wa Mungu, command this stone, liambie ama liamuru hili jiwe to become bread, hili liwe mkate, so that it may be made to food or bread, ili likafanyike chakula ama likafanyike mkate. He's telling him, I don't know, the devil carried a stone. Amen. The devil, Satan, carried a stone. Shetani alibeba jiwe. And they brings it to Jesus. If you are the son of God, turn this stone into bread. Na akamwambia, kama wewe ni mwana wa Mungu halisi, libadilisha jiwe hili likawe mkate. Command this stone, liamuru jiwe hili to become bread. Likawe mkate. Command this stone to become food. Why are you suffering? Liamuru jiwe hili likawe chakula, kwa nini unateseka? Then Jesus says, as I said, I'm sharing on, it is written. Yesu akasema, vile niliwaambia ninashiriki, imeandikwa. My message, it is written. Ujumbe wangu imeandikwa. Then in verse 4 Jesus says, mstari wa 4 Yesu anasema, it is written, imeandikwa, man shall not live by bread alone, ya kwamba mtu hataishi kwa mkate pekee tu, by every word of God, lakini katika kila neno la Mungu, but by every word that proceeds out of the mouth of God. Lakini kwa kila neno linalotoka kinywani mwa Mungu. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Remember, Jesus is quoting. Kumbuka Yesu ananakiri ama ananukuu. Jesus is going through a test. Yesu anapitia jaribio during the time of New Testament, wakati wa Agano Jipya. And he says, man, it is written. Na anasema mtu, imeandikwa. It is written, imeandikwa, man shall not live by bread alone, mtu hawezi kuishi kwa mkate tu, but by every word that proceeds out of the mouth of God. Lakini kwa kila neno linalotoka kinywani mwa Mungu. The word of God is far much better than bread. Neno la Mungu ni bora zaidi kuliko mkate. Jesus is quoting Deuteronomy 8 verse 3. Yesu ananukuu kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 8 mstari wa 3. Imeandikwa. Imeandikwa. And somewhere we are going to see that even the devil reads the Bible. Na kuna mahali tunaenda kuona hata ibilisi husoma Biblia. The devil has come challenging Jesus. Ibilisi amekuja kumpa mawazo, if you are the son of God, kama wewe ni mwana wa Mungu, command this stone. Amuru jiwe hili. The devil was carrying the stone. Ibilisi alikuwa amebeba jiwe. And he knew Jesus has all the powers to command it and become bread. Alikuwa najua Yesu akona nguvu zote za kuliamuru ikawe mkate. If you are the son of God, kama wewe ni mwana wa Mungu, command this stone to become bread. Amuru jiwe hili likawe mkate. He's trying to that statement. Anajaribu katika gumzo hilo. That statement. Katika gumzo hilo. That temptation number 1. Hilo jaribio la kwanza. I want you to get the insight of this statement of the devil. Nataka upate kilindini cha neno hili. The devil, his temptation was calculated.
Shetani yeye alikuwa amepiga hesabu. Yes, it was calculated. Alikuwa amepiga hesabu To make Jesus kumfanya Yesu misuse his powers. akatumia nguvu zake vibaya. To misuse his power. Kutumia nguvu zake vibaya. For personal gratification. Katika kujitoshelesha kibinafsi. For personal gratification. Kwa kujiumudu kibinafsi. Which was outside God's will. Ambayo ilikuwa nje ya mapenzi ya Mungu. He is telling him, if you are the son of God, why can't you command this stone to become bread? Anamwambia, kama wewe ni mwana wa Mungu, liamuru jiwe hili likawe mkate. It was not going to bring any glory to God. Haingekuwa inaleta utukufu katika Mungu wetu. It was contrary to God's command. Ilikuwa ni kinyume na agizo ama kuamuru kwa Mungu. If you are a man enough, touch me. Kama wewe ni mtu kamili, if you are a man enough, kama wewe ni mtu, ni mwanaume sawa sawa. Amen. Mwanaume sawa sawa. Niguse. Mkune. That is what the devil in fact was saying. Hiyo ndiyo Ibilisi alikuwa anasema. A son of God. Kama wewe ni mwana wa Mungu, command this stone to become bread. Amuru jiwe hili likawe mkate. Jesus had that power to do it. Na Yesu alikuwa na nguvu hizo za kufanya. If Jesus was to do it, lakini kama Yesu angefanya hilo, not to be God's will, lakini haingekuwa ni mapenzi ya Mungu. Yes. Misuse of power. Kutumia nguvu vibaya. Misuse of enabling power that God has given you. Kutumia nguvu ambazo zinakuwezesha vibaya Mungu amekutunukia. You have heard people say, if you are a man enough, niguze. Mmesikia watu wakisema, kama wewe ni mwanaume niguze. Yesu angegusa hiyo mkate ingekucha, angedefeat the devil. Yesu alingekuna mkate uliochanganya kwa mbovu. Jesus was very much able. Yesu alikuwa na uwezo to turn that stone into bread. Kubadilisha lile jiwe likawe mkate. But was it for God's own glory? Lakini ilikuwa ni kwa utukufu wa Mungu? No. Hapana. If you are woman enough, touch. Kama wewe ni mwanamke kamili niguze. Yeah. Na unaona hii ukigusa tu. When you touch this, you can touch. So this is what the devil was putting Jesus into. Hili ndilo Ibilisi alikuwa anamweka Yesu ndani. For personal gratification. Ili kujiweza kujinua. To misuse his power. Kutumia nguvu zake vibaya. That they turn this stone become bread. Na kwamba badilisha jiwe likawe mkate. And then Jesus says, Yesu, it is written. Yesu akasema imeandikwa. Man shall not live by bread alone. Mtu hawezi kuishi kwa mkate tu. What is bread? Mkate ni nini? It is a basic necessity. Ni kitu ambacho ni lazima mtu awe nacho. Yes. It is a basic necessity. Ni kitu ambacho ni lazima mtu awe nacho. We teach about human wants. Tunapofundisha vitu ambavyo mwanadamu anahitaji. Human needs. Vile vitu mtu anahitaji. We talk of basic and the secondary and the luxury. Tunazungumzia vile ni vya lazima, vile ambavyo sio vya lazima na vile vya kujiburudisha. Then we say basic. Vile tunasema ni lazima. Basic needs are those things you cannot do without. Bidhaa za lazima ni zile ambazo hawezi kufanya bila. You cannot live without them. Hawezi ishi bila hizo bidhaa. You miss them, you die. Unapokosa unakufa. But Jesus is giving a different teaching. Lakini Yesu anapeana fundisho tofauti. Man shall not live by bread alone. Mtu hawezi kuishi kwa mkate tu. How many days you slept hungry if you remember where God brought you from? Ni siku ngapi ulilala njaa unapokumbuka Mungu amekutoa wapi? When you remember those humble background where God has brought you from. Unapokumbuka ule mwanzo mdogo Mungu amekutoa ndani. When you could not even afford a mask of 10 pop. Haungeweza hata kukuwa na shilingi 10. You cannot afford a mask of 10 pop. Hawezi kununua barakoa ya shilingi 10. Those many days you could sleep hungry. Zile siku ama zile enzi ungelala njaa for several days. Kwa siku nyingi. But here you are.
lakini hapa sasa upo. You are here today because of the word of God. Uko hapa ni kwa sababu ya neno la Mungu. You slept hungry, not that you were fasting. Ulilala njaa, si eti kwa sababu ulikuwa una Not fast. that you were fasting. Si eti kwa sababu But you ulikuwa had unafunga. nothing. You had nothing. Haukukuwa na chochote. And that's what the Bible says, that God was humbling you so that you may realize how much important He is in your life. Inasemekana kwamba Mungu kwa njia hiyo alikuwa anakunyenyekesha ili ukajue dhamana ya Mungu katika maisha yako. So Jesus, kwa hivyo Yesu is telling the devil, it is written. Anamwambia ibilisi, imeandikwa. Imeandikwa. Man shall not live by bread alone. Mtu hawezi kuishi kwa mkate tu. In fact, he is telling him, hey devil, we are not in the same league. Anamwambia shetani ama ibilisi, hatuko katika kiwango kimoja. We are not in the same league. Unataka nikuonyeshe kwamba hii inaweza kuwa a bread. You want me to show you that this one can be mkate? No need to argue. It is not. We are not in the same league. Hatuko katika sehemu sawa. Mimi nacheza participating in international championships. Mimi nashiriki katika international championship. You are calling me to participate in village. Mimi unaniita nikaweze kushiriki katika kichichi. We are not in the same league. Kiwango hatuko ibilisi pamoja. In simple terms, devil, we are not in the same league. Kwa maneno ya unyenyekevu kabisa, shetani ama ibilisi hatuko sehemu sawa. The devil knew. Shetani alikuwa anajua. Jesus was indeed hungry. Yesu alikuwa kwa hakika na njaa. Remember the case of food is good. Ndio chakula ni kitu kizuri. Remember Esau. Kumbuka Esau. It can be used to compromise God's standards. Inaweza kutumika ili kuharibu uzuri wa Mungu. Compromising God's standards. Food can be used, the devil can use it as a pet. Chakula inaweza tumika ili kudunisha kiwango cha Mungu. It can be used as a pet. Inaweza tumika kama pet. Pet. Almost ne ndoni unapatia samaki anafikiri ni almost, you know the other one. Yes. You cover that hook. Unafunika ile chuma. We used to fish. Zile tulikuwa tunavua samaki. You cannot give fish a naked hook. Hawezi kumpatia samaki ile waya ambayo iko uchi. You have to insert that earthworm, then you cover it to be food. Unaingisha ndani earthworm ndio iwe chakula. To appear like food, not ili ionekane kama chakula. The moment the fish swallows, then you bring it out of its environment. Samaki anapoimeza unaitoa nje. So food can be misused also. Chakula inaweza tumiwa vibaya. The devil is saying, make food. You are hungry, make food, eat. Ibilisi anasema fanya chakula, uko njaa ukakule. But Jesus tells him no. Man shall not live by bread alone. Yesu anamwambia la, mtu hawezi kuishi kwa mkate tu. It is written. Imeandikwa. It is written. Imeandikwa. We are not in the same league with the devil. Hatuko katika sehemu sawa na ibilisi. We are not in the same league with amateurs, beginners. Hatuko katika kiwango kimoja na wale wanaoanza. Jesus is telling him, we are champions. Yesu anamwambia sisi ni champions. You are just a beginner, no experience of the word of God. Sisi tulianza tuko na uchuzi wa neno la Mungu. Because of every word of God. Kwa sababu kwa kila neno la Mungu. Here we are today. Leo tuko hapa leo. Here we are today. Tuko hapa leo. It is written. Imeandikwa. Not by bread alone. Sio kwa mkate tu. Number 2. Cha pili. Then the devil goes ahead. Shetani akasonga mbele. When he is not satisfied. Yeye kutosheleshwa. Now he takes Jesus. Anampeleka Yesu. From basic necessities. Kwa vitu bidhaa za lazima. He want to entice him now with more prestigious things. Anataka kumwonyesha vitu vya dhamana. More important, more prestigious things. Vitu vya dhamana zaidi. In verse 5 to 6. Mstari wa 5 hadi mstari wa 6. Read for us what the Bible says. We can turn there and read. Akampandisha juu
akamwonyesha miliki zote za ulimwengu kwa dakika moja. Ibilisi akamwambia, nitakupa wewe enzi hii yote na fahari yake, kwa kuwa imo mikononi mwangu, nami humpa yeyote kama nipendavyo. Praise the Lord. Amen. Then the devil took him upon the high mountain. Ndipo Ibilisi akamchukua katika mlima uliokuwa juu. Showed him all the kingdoms of the world. Akamwonyesha ulimwengu ama falme ya ulimwengu. The world in a moment of time. Kwa dakika moja tu. Oh, my English says in a moment of time. Katika lugha yake ya Kimombo inasema a moment of time. Nami kwa Kiswahili nasema dakika moja. The devil lifts him up. He takes him to a higher place. Ibilisi alimpeleka mahala pa juu, where he can have very clear perspective. Mahali anaweza kuwa na kutazama vizuri. He tells him, you see this wealthy, this riches, these kingdoms. Anamwambia, unaona utajiri wote, unaona mafalme yote. All these are mine. Yote ni yangu. And I have the power to give to anybody I wish. Na niko na nguvu kumpa kwa yeyote nipendezavyo. Showing him the kingdoms. Yanamwonyesha mafalme. Not one kingdom, but kingdoms. Sio ufalme moja, bali ni mafalme. He's showing him how much he owns. Yeye anamwonyesha vile ameweza kumiliki. But the Bible says in a moment of time. Lakini Biblia inasema kwa dakika moja. Kidogo tu. He showed him for a short time and then akafunika. Alimwonyesha kwa dakika moja pap na akafunika. Why is he not showing him for long? Ni kwa nini hamwonyeshi kwa muda mrefu? A fraction of a minute anamwonyesha and then he closes. Yeye anamwonyesha kwa dakika ama sekunde tu na anafunika. The devil is a liar. Shetani ama Ibilisi ni mwongo. He has nothing. Yeye hana chochote. He owns nothing. Hana chochote. All the wealth belongs to God. All the kingdoms belong to God. Utajiri wote na mafalme yote ni ya Mungu. So he was a coward. Yeye alikuwa ni muoga. In a moment of time. Kwa dakika moja tu. Asipatikane because vitu sio zake. Asipatikane because these things they are not of his. The wealth, the kingdoms were belong to God. Kwa maana utajiri na mafalme yote ni ya Mungu. He's only lying that this is my kingdom, I give to anybody I want. Yeye alimwonyesha kwa dakika moja tu ya kwamba mafalme yote ni yangu na nampa mtu ambaye ninapendeza naye. The devil is a liar in fact. Ibilisi ni mwongo kwa ukweli. You have had a driver. Uko na dereva. A driver who uses his boss's car. Dereva anayetumia gari la mkubwa wake. Anaenda kusema hii ni yangu sasa, ingia hapa nikupeleke lunch kidogo. He goes on the way and he says this that is what the devil was doing. Hii ndiyo Ibilisi alikuwa anafanya. He owns nothing. He's just a liar. Yeye hachamiliki chochote, ni mdanganyifu. The devil is a liar. He owns nothing. Ibilisi ni mwongo, yeye hachamiliki chochote. He says all authority I will give to their glory to whoever I so wish. Anasema ya kwamba nitampa kwa yeyote ambaye nipendezavyo. In other words, the devil is saying all this you see are mine. Ibilisi alisema hii yote unayoona ni yangu. Kweli ilikuwa yake? For real, was it? My question to you. Swali langu. The devils, what the kingdoms were not the devils. Kwa ukweli ufalme na utajiri ulikuwa ni wa shetani. All these are mine. Yote ni yangu. It took Jesus to an high mountain. He says, akampeleka all this, akamwonyesha hii. All these are mine. Yote ni yangu. But what is his main intention? What does he want to do? Ni nini hasa anataka kufanya? Then he says, Nipaka anasema, if it is all then sangu. Ebinte bibionsi nebiane. If you fall down and worship me. Ukinyenyekea chini na uniabudu, ukichipuka chini na uniabudu, I'll give to you. Nitakutunukia. I'll give to whoever I so wish. Ninapeana kwa yeyote nipendavyo. If you worship me,
utakaponiabudu I'll give you. nitakutunukia. All this will be Hii yote itakuwa ni a yako. very serious temptation. Jaribio la hali ya juu. Everyone wants to be famous. Kila mmoja anataka akajulikane. Everyone wants to own. Kila mmoja anataka kumiliki. But God, Lakini Mungu, as Jesus was telling the devil, vile Yesu alikuwa anamwambia Ibilisi, God is far much important than food. Mungu ni bora zaidi kuliko chakula. That is what Jesus was saying. Hii ndilo Yesu alikuwa anasema. Then Jesus tells him, Yesu akamwambia, it is written, imeandikwa, it is written, imeandikwa, you shall worship the Lord your God alone. utamsujudia Mungu Mungu peke yake. You should worship the Lord your God only. Utamsujudia Mungu, Bwana Mungu wako peke yake. You should worship the Lord your God. Utamsujudia Bwana Mungu wako peke yake. People have Watu wamemwacha Mungu. Have run away from the Lord. Watu wametoroka kutoka kwa Bwana. Because they see we are not as rich as those who are in the world. Hapa hatuko matajiri vile watu wa dunia. You shall worship the Lord your God, and him alone you shall serve. Msujudie Bwana Mungu wako, umwabudu yeye peke yake. You shall worship the Lord your God, and him alone you shall serve. Msujudie Bwana Mungu wako, umwabudu yeye peke yake. You see, unaona, Jesus knew. Yesu alijua It is only God who is the king. Ni Mungu peke yake mfalme. Who is worthy. Yeye ambaye ni wa kuabudiwa. It is only God who has the crown. Ni Mungu akona crown. Crown inaitwa Kiswahili Dutch. It is only God who is putting on the crown. Ni Mungu peke yake amevaa taji. And in fact, a crown can only be put on one head at a moment. Na taji hufalishwa kwa kichwa kimoja kwa dakika. Kwa wakati. In a moment, only one head can put on a crown at a moment. Kichwa kimoja hufalia taji kwa wakati mmoja, sio vichwa viwili. Jesus was telling him, there is no another king other than my father, God. Yesu alikuwa anamwambia ya kwamba hakuna mfalme mwingine, ni baba yangu tu. He's telling him, why? Anamwambia ni kwa nini? Why are you not enjoying? Anamuuliza ni kwa nini haufurahi? Why are you walking from village to village? Mbona unatembea kutoka kijiji kimoja kwenda kijiji kingine kwa miguu? Preaching. Unahubiri on barefoot. Unatembea miguu mitupu. Just worship, give you all this kingdom. Wewe ni abudu tu na nitakutunukia mafalme yote. Then Jesus says, it is written. Yesu akajibu, imeandikwa. You shall worship the Lord your God. Utamwabudu Bwana Mungu wako. And him alone you shall serve. Na yeye peke yake utamtumikia. Is the only one who is putting on the crown. Ni yeye peke yake amevalia taji. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. But Jesus is telling him, no, there is no another king. Yesu anamwambia hakuna mfalme mwingine. Cannot do without God. Hawezi kufanya bila Mungu. I can do without the kingdoms, but you cannot do without God. Naweza fanya bila mafalme, lakini siwezi fanya bila Mungu. Number 3, the devil is not yet done with Jesus. Nambari ya 3, na shetani hachamaliza na Yesu. He is on with his tests, his exams. Yeye anaendelea na jaribio ama mitihani yake. The number 3 exam was on another level. Jaribio la 3 lilikuwa kwa kiwango cha juu. Another level. Kwa kiwango kingine. In the first, kwa mstari wa 9, akamwongoza mpaka Yerusalemu, akamuweka juu ya kinara cha hekalu, akamwambia, ukiwa ndiwe mwana wa Mungu, jitupe chini. If you are the Son of God, throw yourself down from here.
kama wewe ni mwana wa Mungu, jitupe kutoka hapa, For it is written. kwa maana imeandikwa. Those words is the devil saying and in the Bible. Na hayo maneno ibilisi anazungumza yameandikwa That katika God Biblia, will send his angels ya kwamba Mungu atawatuma malaika wake to take wote charge of you. You will not be hurt. wakakushughulikia, hautajikua. Telling Jesus to throw himself. Anamwambia Yesu ajitupe mwenyewe. Very strange. Kitu cha kusangasha sana. He's telling Jesus to careless life. Hapa anaanza kumwambia Yesu aishi kwa maisha duni. Careless life. Maisha duni, Because God cares. aishi maisha duni kwa maana Careless Mungu yeye life. anashughulikia. Because God cares. Anaishi maisha duni kwa sababu Mungu yeye Putting God into test. anamweka Mungu katika jaribio. Hata nisipoenda shamba, si Mungu, God will provide. His Jehovah Jireh. Kama sitaenda shambani, si Mungu atapeana, yeye ni God is Mungu going to anayepeana. provide. Mungu atapeana I kwa have faith wakati. in God. I command this will be mine. Nina I imani claim kwa Mungu, this. nitaamuru ili likawe That is langu. what the devil says to start living. Hiyo ndiyo ibilisi anamwambia Yesu akaanze kuishi. Careless living, careless life. Kuishi maisha duni. But the Lord answers. Lakini Yesu anajibu. Then he says, it has been said, Na akamwambia imesemekana, you shall imesemwa. not tempt the Lord your God. Yesu akamwambia imenenwa, usimjaribu Bwana Mungu wako. It is written, that is first term, you shall not tempt the Lord your God. Imeandikwa usimjaribu Bwana Mungu wako. Not tempt the Lord your God. Usimtie majaribuni Bwana Mungu God has wako. given you the power, the ability to do things. Mungu amekupa nguvu na uwezo wa kufanya To vitu, protect and to be careful. kuchunga na kuishi kwa makinifu. But Lakini the devil is telling him, tempt your God. Jaribu. Si atatuma malaika wa kushikilia. akamatebia shetani akamatebia nerikire Nyasaye natuma abamarayika bayo bagakora. Erute. Just throw yourself down. Jitupe chini, Not from this point. sio kutoka sehemu The hii, topmost. katika kinara Not ya the devil juu. takes you the highest point where you feel great. Shetani yeye ukupeleka mahala pa juu, mahali Where unaishi wewe ni wa you juu. see good things and you feel wonderful. Unapotazama vitu na unasema ni vya Then he tells ajabu, you now you even hata ukijiruhusa utakufa. na akagotenga gukweruta to gukwa. Mungu atatuma malaika wewe mtoto God wake. will send his angels to protect you. You cannot Hata kwa die. barabara simamisha gari, jirushe huko, gari itakugonga. On the road you just throw yourself, the vehicle will not hurt you. He makes you to start misbehaving with God. Anamfanya ili akaweze kutokuwa na nidhamu na Mungu, To tempt careless life. ili kujaribu maisha Lord duni. tells him, it is written. Yesu Yes. anamwambia It imeandikwa, has been said, imenenwa, you shall not tempt the Lord your God. usimjaribu Bwana Mungu wako. Are gambling. Watu wanafanya gambling. Weka vizuri. Gambling in Kiswahili. Ni kucheza mchezo ambao haufai. Kamari. Gambling is a careless living. Kamara ni kuishi maisha duni. You are trying chance. You are depending on luck. Niweke nipate hii, but you are losing everything. Unaweka mawazo yako ya kusema mbe keke ni nyore, lakini mwisho unaishi maisha ambayo ya kupoteza. Because the enemy given you that unsatisfied desire. Want to get more. Shetani amekupa wazo hilo ya kwamba ukiweka hii nitapata mingi. Good example of careless living. Mfano mzuri wa kuishi maisha duni, That a Christian should not move even closer. Ambayo mshiriki hastahili kusonga karibu. I've always rebuked my teachers when they are talking of betting. Niliweka nikapata 500. Mimi niliwakemea walimu wangu wanapozungumzia juu ya kamara. Nilipoweka 500 nikaungua. Nilipoweka 1000 niliungua. Careless living, demonic, the devil. Kuishi maisha ya mapepo, kupagawa na mapepo. Leading, you should not tempt the Lord your God. Yesu akamwambia imenenwa usimjaribu Bwana Mungu wako. How many times have you tempted God? Ni mara ngapi umemjaribu Mungu wako? Think it is only the devil who was tempting Jesus. Unaweza fikiria ni ibilisi pekee yake ndio umemjaribu Yesu. Places you have tempted God.
Lakini kuna mahala pengi umemjaribu Mungu kwa kushiriki katika kamara, living careless and saying God will provide. kwa kuishi maisha duni, unasema Mungu atanitunukia. Working hard, you say exam, even if it's a candidate is carelessly preparing for exam. Kama ni mwanafunzi ama mtainiwa anaishi maisha duni, the spirit will remind me hiyo vitu mtihani nimepita, atasema in Jesus name ya kwamba I will pass this exam in Jesus name. In Jesus name I've already passed. Kwa katika jina la Yesu mimi nimepita mtihani huu. You must prepare well. Ni lazima ujipange vizuri. Read the Bible. Usome Biblia. Understand what the Bible says. Uelewe kile ambacho Biblia inasema. When you have entered in God's contract, you must understand the terms and the conditions. Unapoingia katika sehemu ya Mungu ni lazima uelewe maagizo na maadili. Jesus says, tempt the Lord your God. Kama imenenwa usimjaribu Bwana Mungu wako. How many times have you tempted God? Ni mara ngapi umemjaribu Mungu wako? How many times have you tempted your neighbor? Ni mara ngapi umemjaribu jirani yako? Tempted your neighbor. Ni mara ngapi umemjaribu jirani yako? People to undergo temptations. Tumefanya watu wakaweza kupitia majaribu. Because of this careless living. Kwa sababu ya kuishi huku duni. Jesus tells him, this is just been said. Yesu akamwambia, akamjibu, imenenwa. You should not tempt the Lord your God. Usimjaribu Bwana Mungu wako. You should not tempt the Lord your God. Usimjaribu Bwana Mungu wako. Then the devil left. Kwa hivyo ibilisi akachikata. The Bible says he left. Biblia inasema ya kwamba alitoweka. We have sometimes tempted God by being careless. Amen. We met God, or we have tempted God by being careless. Tumemjaribu Mungu kwa kuishi maisha duni. We have tempted others. We have met them even to commit sin by making them, tempting them. Tumefanya wengine wakaweza kufanya dhambi kwa sababu ya majaribu. And the Bible says in verse 13. Na Biblia inasema mstari wa 13. The devil left him. Basi alipo he left Jesus until an opportune time. Ibilisi akamwacha akaenda zake kwa muda. I want to tell you. Nataka nikwambie. There is no time the devil will stop following you and making you to undergo temptations and problems. Hakuna dakika ama sekunde ibilisi atakuachilia. The Bible says he left him for a moment, for some time until another opportunity time. Biblia inasema ya kwamba alimwacha kwa muda ili tena akaweza kupata fursa nyingine. Bible inasema until another opportunity time, meaning aende kumake another scheme. Biblia inasema ya kwamba alimwacha ili tena akakuje. Kwa kipindi tu. Akaenda kumeki another plan na skimu, atarudi tena. Yeye alienda kufanya mpango mizuri tena amrudie. Wakati Mungu amekupa upenyo. God has given you victory. Wakati Mungu amekupa ushindi. Don't celebrate and say now ni mbele. Sasa usianze kusema Bwana ngoja suka mtu. Has already made another scheme. Ibilisi yeye amefanya tena prepare. Jambo lingine lazima ujiandae. Always. Tumtafuta Mungu kila wakati. So that we can live ili tukaweze kuishi maisha ya ushindi. The devil is testing Jesus about bread, food, basic things. Ibilisi anamjaribu Yesu kwa chakula, vitu, bidhaa za vya lazima. Na akampeleka kwa vitu vya kujiburudisha. But Jesus overcomes. Lakini Yesu aliweza kushinda. It takes him further to forget about the God who has made him what he is, to tell Jesus to live carelessly. Alikuwa anataka kumdanganya Yesu akatoke katika yale maisha ambayo Mungu ameweza kumuweka ndani na akaishi maisha duni. The Lord says it is written. Bwana akasema imeandikwa. Shall not live by bread alone. Mtu hawezi kuishi kwa mkate tu. It is written. Imeandikwa. You should worship the Lord your God only. Utamwabudu Bwana Mungu wako peke yake. And him alone you shall serve. Na yeye peke yake ndiye utakayemtumikia. It is written. Imeandikwa. It has been said. Imenenwa. Tempt the Lord your God. Usimjaribu Bwana Mungu wako. Praise the Lord. Hallelujah. Want us to stand up. Nataka tusimame. And thank God that He give us more. Tumshukuru Mungu ili atupe zaidi. More wisdom. Hekima on how. Jinsi. Come. Tukushinda. Temptations in life. Majaribio katika maisha. To know that God, our God, is far much greater.
tujue ya kwamba Mungu wetu even than ni the bora food. zaidi kuliko chakula. That's what Jesus is saying. Hii ndio Yesu Man anasema, shall not live by bread alone, mtu hawezi kuishi kwa but by mkate the tu, word lakini katika of kila God neno that proceeds out of the mouth of the Lord. linalotoka kinywani mwa Mungu. Yes, Yes, you shall not live by bread alone. hautaishi kwa mkate tu. We thank you. Hallelujah. We worship you, our Lord, and we adore you. Hallelujah. You are our King. We worship you, Lord. Wewe ni mfalme wetu, tunakuabudu. You are far much greater and important to our lives. Wewe ni than bora zaidi katika food. maisha yetu kuliko chakula. Your word, the Neno- word that comes out of your mouth, Neno linalotoka kinywani is mwako far much important in our life. ni bora ama muhimu katika maisha yetu. And Lord, how I pray Bwana, ninaomba that we worship you and you alone. tutakuabudu wewe na wewe tu. Help your people. Give us your wisdom Tupe hekima yako that we cannot be putting you to temptation. ili tusiweze kuingizwa katika majaribu. In Jesus' name. Katika jina la In Yesu. the name of Jesus. Katika jina la Father, Yesu. I pray for spirit of wisdom. Katika kiwango chetu cha hekima, Father, I pray that upon every soul you release your spirit of wisdom. Baba, ninaomba ukaajirie kila moyo roho ya That hekima can enable us to walk as imitators of Christ Jesus. ili tukaweze kutembea kama kumwiga Yesu Kristo. In every need we shall focus on you. Kila wakati tutakuwa tunakutazamia wewe. In every power you have enabled us that we never miss it but to use it for your own glory. Katika kila nguvu ambayo umetutunukia tusitumie vibaya, lakini We tukaitumikia thank kwa you, utukufu Lord, wako. for Tunakushukuru each Mungu one who came. kwa kila mmoja ambaye We aliyekuja. thank you, Lord, for those who have been watching and listening. Tunakushukuru this kwa wale message. ambao walikuwa wanasikiza na kututazama. Let it become a source of new strength in new wisdom. Wacha ikasababishe nguvu mpya katika maisha yao. In Jesus' name. Katika jina la In Yesu. Jesus' name. Katika jina la Yesu. Amen. Amen. Wewe ni Mungu mkuu, waweza yote, hakuna Mungu kama wewe. wewe ni Mungu, Wewe ni Mungu mkuu, waweza yote, hakuna Mungu kama wewe. We can give our offerings and tithes. Tunaweza peana sadaka na fungo la 10. Those who are far, Wale ambao wako mbali, giving offering and giving tithes is compulsory according to the word of God. kupeana sadaka na fungo la 10 ni lazima kulingana na neno la Mungu. Those who are far, who cannot be near here, Wale ambao wako mbali, hawako karibu you hapa, can give your offering through this number. unaweza peana sadaka kwa namba You hii. go to M-Pesa, Unaenda kwa M-Pesa, lipa na M-Pesa, lipa na M-Pesa, buy goods and services. nunua bidhaa na huduma. You go to till number Unaenda kwa till namba 3 3 3 3 1 1 3 3 8 8, 8 8, and then you specify. na ukaweza After kuandika. getting the message, you specify Baada ya kupokea ujumbe, whether you ukaweza have given kusema, offering or tithes, unaweza kusema ni sadaka ama ni fungo la and 10, then God will bless you. na Mungu atakubariki. Amen. Wewe ni Mungu mkuu, waweza yote, hakuna. Tusimame, Mungu kama wewe. sema wewe, wewe waweza, sema wewe, wewe waweza, hakuna, sema hakuna, hakuna, hakuna kama wewe, hakuna, hakuna, hakuna.
hakuna kama wewe, sema Hakuna, hakuna, hakuna kama wewe. sema hakuna, Hakuna, hakuna Mungu kama wewe. sema hakuna, hakuna, Kama wewe. sema hakuna, hakuna, Hakuna Mungu kama wewe. sema hakuna, 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 mlinzi mwema, Hakuna, hakuna kama wewe. sema hakuna, 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 matendo yako ni makubwa na hakuna, hakuna, sema hakuna, 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 hakuna mwingine kama wewe, hakuna, wewe ni Mungu watupenda, hakuna kama wewe, hakuna, hakuna, hakuna kama wewe, hakuna, hakuna, hakuna mwingine kama wewe, hakuna, sema hakuna, 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 hakuna kama wewe, hakuna, sema hakuna, 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 unayetupenda ni wewe, mlinzi ni wewe, sema hakuna, 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 hakuna kama wewe, kama wewe. Father, in Jesus' name we are grateful Baba, katika jina la Yesu tunashukuru that you have ministered to us. ya kwamba umetunenea. As we have come to the end of our first service, Tumefika kikomo cha ibada yetu ya kwanza. all glory and honor belongs unto you. Pokea utukufu na heshima. We pray for victory Tunaomba ushindi become our portion. iwe sehemu yetu, And I pray that we will not forget na naomba ya kwamba hatutasahau to give you all the glory. In Jesus' name. Katika jina la Yesu, In Jesus' name we pray. katika jina la Yesu tumeomba. And everybody say amen. Kila mmoja aseme amina. Amen. Amen. Worshipers, we can continue. Wewe ni Mungu mkuu, waweza yote, hakuna Mungu kama wewe. Wewe ni mlinzi wetu, waweza yote, hakuna Mungu kama wewe. Sema wewe, wewe ni Mungu mkuu, hakuna. Amen. Naomba hivi, kila mmoja ukachukue kiti chako, uwe in a spacious place. Tafadhali tunakuomba, pepa kiti chako, uwe a distance of more than 2.5 meters, kwa sababu kanisa letu ni kubwa sana. Tafadhali